unafungwa, unakuwa uko jela, hauna tarehe ya kwenda nyumbani. Unasukuma tu kifungo. Yaani ni kuamka tu jela, kukula, kukunywa, kufanya kazi ya jela na kuendelea until siku yenye president atasema Purity Kathure toka uende. Pale nje usifanye makosa ati kuwa wewe ni mtoto. Ukishikwa na sheria utateseka. Kila siku nikiamka najipea nguvu na neno la Mungu, nasema kuna tumaini ya mti uliokatwa kuchipuka tena. So maisha ya jela, ninaamka, ninatii sheria. Mamangu alijua, kumbe huyu mtoto hayuko peke yake, ako na mimba. Na kumbe huyu mtoto alikuwa anatembea kwa njia zingine kama sijui. Mtoto wangu ako na babake, na si ati ninafurahia sana saa ile mtoto wangu wako huko nje. Kama anakuja pale kwa gate analia sababu anaona. Purity Kathure was arrested while she was only 16 years old for a crime that was committed by her mother. According to Purity, she claims that she had her mother planning with unknown people on how they were going to kill her dad, but since she was a young girl, she was never bothered. She claims that her parents' relationship had been the worst from when she was born. She claims that most of the time, her mother was always chased away by the dad. On this particular day, when her dad was killed, she had gone to visit her boyfriend when she received a distress call from her brother informing on what was going on. When she arrived home, the body of her dad had already been collected and taken to a local hospital morgue. After the burial, she found her dad's mobile phone, which her mother asked her to use despite of knowing that the police officers had been looking for it. She claims that after 2 weeks of using it, she was arrested, and after court hearing, she was sentenced for a lifetime imprisonment. She decided to keep quiet to protect her mother, where she claims that she now regrets because her mother is already dead, even after protecting her from being punished. Purity has no hope of being released unless pity from the president. She has been in jail for the last 13 years and she claims that she has learned a lot. Welcome. This is Prison Echoes. Purity Kathure, jina tatu Rimbere, na hapa ni Nyeri Women Prison, na nimefungwa kifungo ya PP. Presidential pardon, the moment unafanya kitendo ukiwa mdogo, hakuna kifungo kingine unaweza fungwa kikubwa. Hauwezi fungwa condemn, hauwezi fungwa life. So unafungwa, unakuwa uko jela, hauna tarehe ya kwenda nyumbani. Unasukuma tu kifungo. Yaani ni kuamka tu jela, kukula, kukunywa, kufanya kazi ya jela na kuendelea until siku yenye president atasema Purity Kathure toka uende. Nikiwa mdogo underage, na hii kifungo inafungango watu wale walifanya makosa, especially Amanda, kama wako underage. Sasa niko under presidential pardon, nilikubali, niko jela, nikiwa capital remand, nikarudi shule nikasoma class 8. When nisoma class 8 sikupata marks mzuri vile ningetaka, lakini pata 296. Ndiyenye nilifungwa nikapelekwa Lang'ata maximum sababu Meru hakungepatikana shule. Nikaenda Lang'ata nikaanzia form 1 nikamaliza form 4. Venye nilimaliza form 4 nifanya kazi zingine kama za salon, nifanya kazi zingine kama kushona, na nimefanya kazi zingine kama baking. Na masomo ile tunasomanga jela ni mingi ya entrepreneurship, leadership, computer packages. Kwa hivyo niliacha watoto wanafungwa, it's real. Na watu wale wanacheza na maisha huko nje wajue hata kama wewe ni mtoto mdogo ukipatana na sheria utafungwa. Na si rahisi hivyo watu wanafikiria maisha yako ukua kijana kuestia jela. By that time nilikuja nikiwa form 2, nikasoma, nikarudia class 8, nikasoma, nikamaliza form 4. And now ninaendelea tu na maisha na sijui nitatoka lini. Kwa hivyo ukiwa pale nje usifanye makosa ati kuwa wewe ni mtoto. Ukishikwa na sheria utateseka. Kila siku nikiamka najipea nguvu na neno la Mungu, nasema kuna tumaini ya mti uliokatwa kuchipuka tena. So
Maisha ya jela, ninaamka, ninatii sheria, nikiambiwa panda na panda, nikiambiwa na shuka, kwa sababu sina uamuzi nikiwa hapa. Nimefungwa mikono na miguu, so siwezi pingana na serikali vile inasema, sababu sasa niko kuenda kwa boyfriend ni kuibia. Na ilikuwa the first time. Second time ndio sasa nikashikwa. So niseme nilikuwa vile mtu anaibianga, wazazi wasijue kama anaenda na hizi njia. So venye nilipata mimba nikakuja jela, ndio mamangu alijua kumbe huyu mtoto hayuko peke yake, ako na mimba. Na kumbe huyu mtoto alikuwa anatembea kwa njia zingine kama sijui. Mtoto wangu ako na babake, na si ati ninafurahia sana saa ile mtoto wangu ako huko nje. Kama anakuja pale kwa gate analia sababu anaona mama yake ataenda nyumbani lini. Andi aliniambia, "Mam, wacha nisome, kama ulikosa mtu wa kukutoa jela, mimi nikutoe. You can imagine hiyo pain." So inauma sana kuona mtoto wangu ako nje, alienda nyumbani akiwa na miaka 4, sasa yako na miaka 13, anaenda kufanya class 8, anaenda kufika tu ile miaka nilishikwa nayo nikiwa jela. Sasa nikiimagine anaenda kuwa kijana mkubwa kama hajalewa na upendo wa mama na hajui kupendo wa mama ni nini, inaniuma sana. Maisha ya jela inauma sana. Kuona umeamka asubuhi, ile maisha ulikuwa jana ndio unaishi leo. Ile chakula ulikula jana ndio unakula leo. Ile nguo umeishi kuvaa ndio unavaa, na ile yani vile unafuatanisha maisha ndivyo unafuatanisha kila siku, hakuna change. Na unaona umefungiwa, hakuna siku unajua unaenda nyumbani. Unaona wengine wakitoka wakienda, kama hapa ni mimi tu mtu wa life. Hao wengine ni watu wa miaka. Kwa hivyo inaniuma sana saa ile ninaona watu wanaenda nyumbani, mimi naachwa, nauliza mimi nitaenda siku gani, ama siku yangu at least itakucha lini nione nikitoka jela nikaanze maisha yangu. Nilikuwa nasomea Tuta Primary School ambayo iko North Imenti, mahali kunaitwa Bori. Nikamaliza class 8 nikaenda secondary shule inaitwa St. Mary's Girls High School Isiolo. Nikiwa St. Mary's Girls High School ndio babangu alikufa. Unajua mimi sikuwa the scene of crime. Kwa hivyo mimi ile story ninajua tu, najua in short mamangu ndiye alihusika kwa hii maneno. Ile kitu nilijua tu ni kuwa mamangu amepanga vile babangu atakuwa ametolewa uhai, na sasa nilisikia through simu na nikasikia stress, nikaona hakuna mtu ninaweza ambia, naweza konsili maneno nikae nayo. Nilisikia mamangu akiongea na mtu sijui ni nani. Ukiwa 16 years unajua unafichwa mambo mingi sana. Nilisikia mamangu akiongea akisema niko na mpango nataka kufanya, sababu ninataka kuwalipa muue Timbere. Sijui alilipa pesa ngapi. Kutoka hiyo siku alipiga simu, andi siku ile babangu alikufa ni kama siku 2 peke yake. Ilikuwa brutal murder. Na hiyo siku aliuliwa sikuwa nyumbani. Nilikuwa nimeenda kwa boyfriend yangu, sababu nilikuwa na tension kabisa. So niliavu kutoka kwenda kwa boyfriend yangu. Asubuhi yake ndio brother yangu alinipigia simu. Akaniuliza ni nini nasikia imetendeka nyumbani, nikamwambia sijui. Akaniambia teremka nyumbani uniambie ni nini imetendeka. Nikienda si distance kubwa, ni kama 2 kilometers. Nikienda nikifika hapo nilikuta gari ya polisi imeondoka na nikakuta watu wako nyumbani. Sasa nikajua babangu amekufa, it's over. Babangu alikuwa ameretire, alikuwa na drive ambulance, akaretire, so alikuwa anakaa nyumbani, hakuwa na kazi yoyote. Safari ya babangu na mamangu hakuwa naishi wanasikizana,
na walikuwa ili familia yenye ingawa nje ilikuwa inaonekana iko sawa, lakini hakukuwa sawa kabisa, sababu mamangu alikuwa anaishi kuficha ile makosa ya babangu. I think akaona, sijui ya kuniambia, lakini naona ni kama alifikiria instead niache hawa watoto na instead niache mboma kubwa. By that time alikuwa almost 60 years. Akaona labda the best solution ni kufanya ificha kuwa anajua anafanya makosa. So wakakuwa wanasumbuana. Mimi hata nikizaliwa nilikuta wanasumbuana tu. Na mamangu ako pale anafukuzwa, anarudi anaendewa, anarudi nyumbani anafukuzwa, mimi ndio last born. Kwa hivyo nikizaliwa nilikuta ile shinda pale. Na iliendelea hivyo hadi siku ile mamangu aliona huyu baba atamalizia babangu. Na venye sasa siku ya kushikwa ilikuja, tulishikwa sisi wote. Lakini hapa katikati before kushikwa na kabla babangu kuzikwa na tukuje tushikwe, mimi nilikuwa na simu ya babangu. Venye niliingia kwa nyumba nilipata simu ya Nokia. Hiyo wakati ilikuwa inaitwa Nokia 1110. Venye nilipata, by that time simu hazikuwa zinaonekana. Niliuliza naweza tumia hii simu? Mamangu akaniambia tumia simu, haina shinda. Kumbe hii simu ndio ilikuwa kwa the scene of crime na ndio ilikuwa inatafutwa kwa CID. Nikashika ile simu, nikaweka line yangu, nikakaa nayo within 1 to 2 weeks. Hapo katikati sikumbuki the exact period, ndio sasa CID walikuja. Yo siku CID walikuja nilikuwa kwa boyfriend yangu. Nikaambiwa leta simu yenye uko nayo. Tukapeana simu. Penye tulipeana simu ndio nilisikia wamesema ile simu tunatafuta ndio hii. Na hiyo ninakujia ya kwamba nimechukua ile simu ya marehemu ambao ni babangu, Francis Rimbere. Nikachukua nikaweka simu card na hii simu ndio inatafutwa. Na sijui kama hii simu ndio inatafutwa sababu hii simu ndio ingeelekeza mwenye alimuua, sababu akiuliwa alikuwa na hii simu. Na hapo ndio nilikujia nikashikwa. Nikaulizwa ni nani alikupea simu? Nikasema ni mamangu. Tukashikwa mimi, mamangu, boyfriend yangu na mimi. Tukapelekwa kotini. Penye tulipelekwa kotini, mimi nilikana sikuwa na simu. Wakili mwenye nilipewa alinimislead, of which hakuniambia vile ninafaa kujielezea kotini. Aliniweka uoga ya kusemekana ukikubali hii simu ni wewe ulikuwa nayo, nyinyi wote mtanyongwa. Kwa hivyo nilinyamaza, nikaambia koti mimi sikuwa na simu na sijawahi ona simu kama hiyo. Sasa venye tulikaa remand miaka 5, tukakesi. Mwenye aliangukiwa na kesi ni mimi sababu ilionekana nimecommunicate na hii simu kwa muda wa wiki 2 na ndio ilikuwa inatafutwa na sikuonyeshana maliko na kukua to make the matter worse, Safaricom data ilisema inatoa jina yangu. Ukienda koti kama hakuna evidence, ule alishikwa na kitu yenye inahusika na marehemu ndiye anashikwa. Kwa hivyo hakuna mtu alipatikana kwa scene of crime pale mahali ule mtu aliuliwa, na hakuna mtu alikuwa eyewitness ambayo niliona fulani ama fulani akiua. So mimi ndio nilikuwa na simu na mimi ndio ningesema, na nilisema sijui. Ndio maana nikaangukiwa na kesi. Sikuwa najua kwamba nikichukua hii simu itaniletea shinda. Hata saa hii I wish I knew. Ningejua hii simu ingeniletea shinda, hata mimi mwenyewe ndio ningekuwa kwa mmoja wa kupeleka kwa polisi niseme hii simu nimepewa na ni ya babangu na ninasikia ndio inatafutwa, lakini sikujua kabisa. Sikujua inaweza niletea shinda. Relationship yangu na babangu ilikuwa mbaya na ilikuwa mzuri. Ilikuwa hapo tu katikati. Mara tunasikizana, mara tusikizani. Mara tunasikizana, mara tusikizani. Mamangu amekufa last year mwezi wa 7 nikiwa hapa, na iliniuma sana sababu sasa mtu mwenye nimeishi kuficha hayuko tena. Alafu brother zangu niko kwa process ya reconciliation na it is almost done. Niliongea na officer in charge Madam Sivi na wamenisamea na wako tayari kunipokea tena, na wanasema kosa si makosa, kosa ni kurundia. Nimekaa jela 13 years, lakini venye niliingia jela nikakaa kapito na nikafungwa, niliona makosa yangu na nikaomba msamaha kwa Mungu kitu ya kwanza, na nikaokoka na nikamjua Mungu. So
Biblia inasema yale ya kale yamepita, sasa wewe ni kiumbe kipya. I believe Mungu alinisamehe kwa sababu ya kuficha ukweli. Ningetaka kuambia mabrother zangu, Kiogora ako Mandera, Daniel Kiogora, Laban Moria ako Nairobi anafanya kazi na KEMSA. Na huyo mwingine John ako Meru, na huyo mwingine Joshua ako Nairobi. Ningetaka kuambia mimi nimebadilika. Na ile kona nilikuwa ninaenda, vile jela imenifunza